Machi 8 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya mwanamke duniani. Hii ikiwa ni kutambua mchango wa mwanamke ndani ya familia yake, lakini pia ndani ya jumuiya inayomzunguka kwa ujumla. Biblia inamtaja mwanamke kama msaidizi ndani ya familia yake na katika ufalme wa Mungu pia. Ninaamini Mungu kumleta mke wangu kwenye maisha yangu ni kwa sababu ya kusudi kubwa ambalo mke wangu anapaswa alifanye, kuhakikisha kwamba maisha yangu, utumishi wangu unasonga mbele na ninamtumikia Mungu kwa ushindi sawa sawa na makusudi yake. Na toka mke wangu tumekuwa naye, amekuwa ni mke wa baraka sana. Upo usemi usemao, nyuma ya kila mafanikio ya mme basi yuko mke nyuma yake. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa ajili ya mke ambaye amenipa. Kiukweli amekuwa mtu ambaye ananisupport kila wakati. Na kila ninachotaka kukifanya yeye yuko mstari wa mbele. Na anahusika kwenye mambo mengi sana ambayo mimi nayafanya. Kuna vitu unaweza ukaviona watu ninavifanya, lakini nyuma ni yeye. Kwa maombi, kwa mawazo, wakati mwingine fedha. Umeona? Mke wangu ndiye mchungaji wangu wa kwanza. Yaani kabla sijawa na wachungaji wengine nje, yeye ndiye mchungaji wangu wa kwanza. Yeye ndo anajua maendeleo yangu, yeye ndo anajua tabia zangu, yeye ndo anajua mimi naomba au siombi, nasoma neno au sisomi neno. Kwa hiyo mke wangu ananifahamu vizuri kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo ana nafasi kubwa ya kunisaidia mimi kuwa na Ukristo wenye afya, kwa sababu ananifahamu sana kuliko mtu mwingine yoyote ile wa nje. Jambo la pili ni kwamba mke wangu kama sehemu ya maisha yangu na sehemu ya utumishi nilionao. Kwa hiyo mara nyingi amekuwa mshauri wangu wa pekee. Ukiacha Mungu, yeye amekuwa ndiye mshauri wa karibu sana katika kuhakikisha kwamba huduma ninazofanya, mipango ninayofanya ninaendelea mbele. Kwa hiyo mpaka hapa kiasi kwamba nimekuwa nikizunguka nchi nyingi, Afrika, Asia na huku nchini Marekani na Ulaya, ni kwa sababu mke wangu amekuwa chachu ya maendeleo makubwa na mchango mkubwa katika huduma yangu. Na nakumbuka hata wakati mwingine na safari zangu zingine, yeye ndo amekuwa mfadhili wangu wa kwanza. Nakumbuka nilikwenda kuhubiri nchi ya Sweden na Denmark mwaka 2016. Mfadhili aliyefadhili tiketi yangu ya ndege alikuwa mke wangu. Kwa hiyo yeye ilibidi achukue hela yake benki akanilipia mimi tiketi, nikawa nimesafiri kwenda Ulaya. Lakini pia hata safari zangu za kuja huku Marekani, mke wangu amekuwa sehemu kubwa sana ya kutafuta tiketi na kunilipia ili niweze kusafiri. Kwa hiyo yani yeye ni nguzo kubwa sana katika mafanikio yangu. I'm very proud na najisikia vizuri kupata mke ambaye kwa miaka 15 amekuwa ni msaada mkubwa wa kunibeba na kunifikisha hapa nilipo. Mchango wa mwanamke umekuwa ukionekana bayana kabisa ndani ya ndoa yake, familia yake au jamii inayomzunguka. Lakini ndani ya ufalme wa Mungu, mwanamke ana mchango gani? The Lord desires for us to be women that can be able to bring balance into family, bring balance into marriage, bring balance into career, raising up children. We are women that come and bring the balance, and God has entrusted us with that. Yes, the men have the wisdom, and it's okay for us to be subjected under the men. And every woman that is powerful, let me tell you, Clarence, every woman that is powerful has submission. Submission is power under control. So I know I'm a powerful woman, but I submit because I'm under control. I can harness that power. Mungu huwaita watu wote katika kumtumikia. Lakini wito huu haunaga ubaguzi wa kijinsia. Unajua wakati mwingine ukiwa mwanamke na unatumika ni kazi, kwa sababu unatakiwa ujue namna gani unaweza kubalance vitu vyote kwa vikaenda sambamba. Kwa hiyo ni Mungu ananisaidia namna ya kumanage my time, namna ya kuhakikisha kwamba huduma yangu haiingiliani na majukumu yangu ya familia. Ni just to manage your time, na Mungu ananisaidia ninapokuwa nyumbani kwangu, nakuwa mama na ninakuwa mke.
Lakini ninapokuwa sasa nje ya nyumbani kwangu, ninasimama sasa kama mtumishi wa Mungu. So ninapokuwa ndani kwangu, ninafanya vyote vinavyomhusu mke kufanya. Ninapokuwa nyumbani kwangu, ninasimama kama mke, ninamheshimu mume wangu kama mke wake. Na nina play part ya kuwa mama kwa watoto wangu. Nina play ya kuwa mtoto kwa mama yangu mzazi na kwa baba yangu. Nina play part ya kuwa mdogo kwa dada zangu. Lakini sasa ninapokuwa madhabahuni sasa Mungu amenipa tena kofia nyingine ya kuwa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ni namna ya balance na kujua uko wapi kwa wakati gani. Yes. Mungu ameshafanya vitu vyote kwako. Hata kama hajakutendea. Lakini Baba ameshasema. Being a woman that is trying to rise up as a star, and being a woman especially in ministry, I have served, I have given it my all, and sometimes you will feel that you've just been put down by men. We live, unfortunately, in a world that is full of male chauvinism, whether in ministry or in the real world. So you always, as a woman, you have to prove yourself twice. You've proven yourself to your fellow men, and you've proving yourself to God, who already called you with a calling. So and to other women as well, because you got to show them that you can make it, right? I have picked up and served another man's vision with a lot of zeal, only to be treated with disdain, only to be put down, only to be pushed aside, only to be almost like you feel like there was an agenda to kill you, to where you're like, okay, God, I don't need to be in this thing anymore. It is a reality. People are out there. People struggle. This is not even just in the Christian walk, but also in the corporate world. You're trying to rise up, but all the time a woman is always disregarded, and you're being put down like you cannot become, like you don't have the same brain like a man. The challenges are real out there, but we have to come up and rise above from those boundaries, and you tell the Lord, you know what, you created me with everything inside of me, that Jehovah God, with your help, you can help me to become something and to become somebody. Agizo kuu la enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi hawakupewa wanaume peke yao. Lile agizo kuu wamepewa wote. Lakini Biblia inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Wote. Hakusema wanaume peke yao. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu, anasema hata wakinywa kitu cha kufisha kitawazuru. Anasema na ishara zitaambatana na hao waaminio. Hasemi wanaume peke yao. Anasema waaminio. Lakini Yesu akasema, amini nawaambieni, mtu aniaminie mimi. Huyu ni Yesu sasa. Naomba nisikilize vizuri sana ndugu msikilizaji. Yesu anasema amini. Kitabu cha Yohana sura 14:12. Anasema amini nawaambieni, mtu aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atazifanya. Yesu alikuwa anazungumza na nani? Hakuwa anazungumza na wanaume. Anasema yeye aniaminie mimi ni pamoja na wanawake. Kazi nizifanyazo mimi, Yesu alikuwa anafanya kazi za kuhubiri, kazi za kuombea wagonjwa, kazi za kufungua wafu, kazi za kutoa unabii, kazi za kushauri, kazi za kuongoza. Hizo kazi zote Yesu alikuwa anafanya. Sasa yeye anayemwamini Yesu pamoja na wanawake wanaomwamini Yesu watazifanya hizo kazi namna kubwa kuliko alizofanya Yesu anafanya. Hii anazungumzia habari ya wanaume na wanawake. Kwa hiyo wito, Mungu hajaita wanaume peke yao, ameita watu wote. Ameita wanawake na ameita pia wanaume. Upo usemi usemao mwanamke akiwezeshwa anaweza. Je, ni kweli mwanamke anahitaji mwanaume ili kutimiza malengo yake? Mume wangu ambaye ni ubavu wangu anatakiwa kujua kitu ambacho nakifanya na kunisupport. Same wise na kwake pia. Chochote kile ambacho mume wangu anakifanya natakiwa niwe pale kumsupport. Ni jukumu langu kumsupport. Kwa hiyo haimaanishi kwamba hata mtu kama hujaolewa ni lazima mwanaume awe nyuma yako hapo kusupport. Depends na mazingira. Anaweza kawa mzazi yuko nyuma yako na anakusupport. Inaweza kuwa ni mama yako yuko nyuma yako hapo anakusupport. I remember the time kabla sijaanza
sana kusimama kama mimi, nilikuwa naishi na dada yangu na ameplay part kubwa sana kuhakikisha huyu Rehema mnayemuona leo hapa anasimama ni Rehema. Kwa hiyo she is my sister. Okay. Lakini aliplay nafasi hapo nyuma kusimama kama kunilea na kunisaidia. Kwa hiyo mtu yeyote anaweza kasimama kwa mtu, it doesn't matter ni nani. So ile kwenye ndoa sasa, tunapokuja kwenye ndoa ni kitu kingine. Ni kitu kingine. Kuna mtu mwingine anaweza akawa anakusaidia lakini mwingine hasaidiwi na mwanaume na bado ana penetrate. Mwingine anasaidiwa na mwanaume na anaenda vizuri. Mwingine hivyo, yani depends na namna, lakini kikubwa kinachotusaidia ni neema ya Mungu tu. Yani hata kama mume yuko hapo nyuma, kama hamna neema ya Mungu, no. Awepo mwanaume asiwepo mwanaume, kama hamna neema ya Mungu, hamna sehemu unaweza kupita. Yes. Yeah. For a woman to fulfill her life, she just needs her and her God, her creator. The Lord created her and wired her in a certain way. And the way she's been wired, that is the only way that she can be able to live. So I don't need a man to validate me. And I say it with a lot of humility. I don't need a man to validate. A woman does not need a man to validate. Because they that have been made by men, maybe you were made to become a prophetess by a man. You were made to become a pastor by a man. You were made to become a manager by a man. After some failures, you will be frustrated and you will give up. But if you were made by God and God created you, He wired you, He gave you the giftings, He gave you the intellect, He gave you the mindset of who you are, you're able to overcome obstacles. All the time you are able to revert back to the factory setting. And the factory setting is God. So every time I fail, I go back to God. I said, I'm failing in this front, God. I don't know why I'm failing. And then God will tell me, I will reset you, I will rewire you, I will help you, I will give you illumination, I will give you more wisdom, knowledge, and understanding, and I will give you counsel. He's able to fix you. If God validates you, if God calls you, He will cause for there to be a cosmic effect all around you that is going to make you, to conform you to what He's making you to be. Ni hakika mwanamke ni kiungo muhimu sana ndani ya familia yake, ndani ya jamii yake, lakini pia ndani ya ufalme wa Mungu. Watendaji wakubwa wa mambo mengi ndani ya kanisa wanawake. Ukizungumzia habari ya michango ni wanawake. Ukizungumzia habari ya kwenda kushuhudia ni wanawake. Ukizungumzia habari ya kwenda kushauri watu ni wanawake. Ukizungumzia habari ya kwenda kufuatilia uongofu wapya ni wanawake. Ukizungumzia habari ya kwenda kuona wagonjwa hospitalini ni wanawake. Ukizungumzia habari ya kwenda kuona watu nyumbani, kutembelea, wanapata mashida, wanapata matatizo ni wanawake. Ukizungumzia habari kwamba bwana sasa hivi fulani amejifungua, ana mtoto, wanawake wataenda haraka sana, watafika pale. Hata Yesu, wakati Yesu watu walimhudumia sana ni wanawake. Hata Yesu amekufa pale msalabani, wanaume wengine walikimbia, wanawake walikuwa pale msalabani. Yesu anabebwa, anapelekwa, anaenda kuzikwa, wanawake walienda paka makaburini kuzika. Yesu yuko kaburini, wanaenda jaribu kutengeneza mazingira mwili wa Yesu ukae vizuri. Asubuhi na mapema walioenda kuliona kaburi la Yesu amefufuka ni wanawake, ndio wa kwanza kuingia pale na kutangaza kwamba Yesu amefufuka. Kwa hiyo utawatenganishaje wanawake na habari ya Injili? Utawatenganishaje wanawake na habari ya ufalme wa Mungu? Utawatenganishaje? Huwezi kuwatenganisha. Wanawake ni makomando, ni majemedari, ni majenero, ni mabregedia, ni askari wanaotegemewa na Bwana. Mungu asema wanawake wamtumikia Bwana ni jeshi kubwa. Kwa hiyo wanawake, nataka mimi nikutie moyo, kama wewe ni mwanamke unanisikiliza, piga kazi.
Kama unafanya huduma ya unabii, fanya unabii. Kama unafanya huduma ya uchungaji, fanya uchungaji. Kama umeitwa huduma ya kitume, fanya huduma ya kitume. Kama umeitwa mwinjilisti, hubiri injili. Asiwepo mtu wa kukunyamazisha kwa sababu hajakupa hicho kitu ulichopewa mwanamke. Huduma aliyekupa ni Yesu mwenyewe, kipawa alichokupa ni Roho Mtakatifu, karama unayotembea nayo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hajakuzuia. Sasa nani mwanadamu mwingine asimame akuzuie wewe? Chapa kazi, Mungu akubariki sana. Kwa niaba ya Outside Borders tunasema Happy Women's Day. Hii ni Outside Borders.